Karibu tena kwenye bonge moja la story, lakini pia ni bonge moja la movie. Hii ni movie ambayo itakufanya ujifunze vitu vingi sana kwenye maisha yako, lakini pia ukiwa kama mwanamke, lakini ukiwa kama mama wa nyumbani. Usisahau kusubscribe, kulike, kushare na kubonyeza alama ya kengele ili uwe mtu wa kwanza kabisa kupata update za recap zetu bwana. Jina langu ni Gebo Mtaa. Why Gebo Mtaa? Ni kwa sababu mitaa ndio inatukuza na mitaa ndio inatulea. Story yetu inafunguka ikimuonyesha binti mmoja anaitwa Mira. Hapa tunamwona Mira akiwa sebleni, alikuwa anatafuta kitu kwenye begi lake, lakini kumbe alikuwa anatafuta daftari lake la homework na bila mafanikio yote. Na kisha akawa anamshirikisha mama yake akimwita, "Mama, daftari langu la homework silioni. Mama, daftari langu la homework silioni." Wakati huo tunamwona mama akitoka jikoni na kuja sebleni. Na alipofika pale akamwambia mwanae kwamba vitu vingine anapaswa kuvifanya mwenyewe. Ameshakuwa mtu mzima sasa. Mama alimwambia binti yake kwamba ushakuwa mtu mzima, sio kila kitu unapaswa kufanyia mimi. Lakini binti yake alikuwa akimwambia, "Mama, daftari langu la homework silioni." Mama alichukua begi la binti yake na kisha akawa ameingiza mkono kama ishara ya kutafuta na akamrudishia begi lake na mama akaondoka. Lakini wakati huo tunamwona Mr. Michael akiwa anatoka juu na kuja sebleni. Akamkuta mwanae akiwa analia. Akamwambia, "Mpendo wangu, ni kitu gani ambacho kinakuliza?" Akamwambia, "Nimetafuta daftari langu la homework baba, silioni." Baba akamwambia, "Relax kwanza, tulia binti yangu. Shida ni daftari la homework au kuna kitu kingine?" Akamwambia, "Daftari langu la homework baba, silioni." Baba akachukua begi la binti yake na kisha akawa ameingiza mkono. Lakini wakati akiwa anatafuta aliliona na akalitoa. Akamwambia, "Bora daftari lako la homework ile hapa." Binti unaambiwa alishukuru sana. Akamwambia, "Baba, asante sana, nilikuwa silioni daftari langu, nilikuwa silioni." Lakini wakati huo mama alikuwa anarudi sebleni na baba akamwambia, "Basi wakati umeisha sasa, tunywe chai haraka haraka na kisha niwe kukupitisha shule." Lakini wakati ule akiwa anaongea na mwanae, mama alikuwa amesimama, mara simu ya mama ikaita. Baba akamuuliza, "Ni nani anakupigia simu?" Mama akamjibu kwamba ni bosi wangu, na kisha mama huyo akaondoka. Tunamuona Mr. Michael akiwa ameingia chumbani kwake kwa niaba ya kujiweka sawa, na wakati huo tunamuona mkeo akiwa amekaa kitandani, na mkeo alikuwa akilalamika kwamba amechoka sasa, amechoka, anahitaji kupata mtu ambaye anaweza akamsaidia kazi za nyumbani. Na Mr. Michael pia akawa anamwambia hata yeye pia amechoka, la apendi yeye mwenyewe kuwa anamka asubuhi kwa niaba ya kuwa anakwenda kazi. Lakini mama akawa anaendelea kumsisitiza mumeo kwamba haoni kwamba kila siku anakuwa anagombana na bosi wake kwa niaba ya kuwa anachelewa, kwa niaba ya kumwandaa mtoto na vitu vingine. Michael akawa anamwambia kwamba atakirudi jioni watakaa chini watalijadili hilo jambo. Mkeo akamwambia, "Hii kwangu ni mara ya mwisho sasa. Naomba nipate majibu jioni ya leo. Sitaki tena kesho." Mr. Michael akamwambia, "Sawa, tukipata muda mzuri wa kuongea hili swala tutalimaliza." Tunamuona mke wa Mr. Michael akiwa ofisini na rafiki yake mmoja alikuwa amekwenda kumtembelea. Lakini wakati huo mara bosi anaingia, unaambiwa alikuwa amefura kinoma. Unaambiwa wakati amefika pale akamwambia, "Unajua umekuwa mzembe sana." Lakini mke wa Mr. Michael alikuwa anamwambia tu, "I'm sorry boss." Anamwambia, "Unajua kama ni dili ya tatu hii umeiharibu, hakuna chochote ambacho umefanya." Akamwambia, "Bosi, naelewa lakini samani." Bosi akamwambia, "Sasa nakupa nusu saa, hakikisha kila kitu umekiweka sawa." Mke wa Mr. Michael akamwambia, "Sawa." Bosi wakati anataka kuondoka akamwambia, "Hii ni nafasi yako ya mwisho. Hakikisha ukiharibu mimi na wewe kazi basi." Na kisha bosi akaondoka. Upande wa pili bwana, unaambiwa tunamuona Claire akiwa yuko ndani, lakini wakati huo jirani alikuwa anamdai, alikuwa amekuja kumdai pesa zake. Unaambiwa jirani alikuwa anazunguka nyumba nzima anaita, "Claire, toka nje, nakwambia mpumbavu wewe. Njoo unipe pesa zangu. Claire, nilikukopesha langu kwa amani." Unaambiwa Claire ndani amekaa kimya. Akasema hivi, "Claire, kama hutonipa pesa zangu mimi leo hapa sitaondoka. Nakwambia ukweli, nataka unipe pesa zangu leo na mimi mwenyewe nadaiwa, natakiwa nilipe hela za watu." Claire ndani amekaa kimya. Unaambia jirani anaendelea kumwambia kwamba Claire anakwambia leo sitatoa mguu wangu kwenye nyumba yako mpaka unipe pesa zangu. Basi usiku wake tunamwona Mr. Michael akiwa na mkewe Lara, wakiwa chumbani kitandani. Mr. Michael alimuuliza mkewe, "Mbona uko hivyo?" Na mkewe alimjibu kwamba leo amefokeana sana na bosi. Lakini Mr. Michael alimwambia tu, "Hata mimi nimechelewa nyumbani kwa sababu foleni ilikuwa ni kubwa." Na mkewe akamuuliza swali, "Vipi kuhusiana na lile swala la kutafuta mfanyakazi?" Mr. Michael akamwambia, "Ni jambo mimi natakiwa tupate muda wa kujadili, unajua sio kitu cha kukurupuka tu." Mke wake akamwambia, "Sasa mimi inatosha. Mimi kesho nitaita watu. Nitafanya interview ya kutafuta mfanyakazi. Na kesho ni siku ambayo mimi sitokubali kwenda kazini, nitabaki nyumbani." Mr. Michael akamwambia mke wake, "Basi okay, anyway, lakini mbona sasa unaonekana una hasira sana? Mpata muda basi hata uenjoy kidogo. Unajua kama mimi leo nimepandishwa kazi. Tufurahie maisha kidogo." Mke wake akamwambia, "Mimi sina muda huo. Niache nilale nipumzike. Nimechoka. Nimechoshwa na mambo ya ulimwengu na nimechoka kweli." Mke wake akachukua shuka akalala. Basi asubuhi yake tunamuona Rala
akiwa kwenye interview yake kama alivyomwahidi mumewe bwana, na hapa alikuwa anafanya interview na mdada wa kwanza. Swali lake la kwanza kabisa alilomuuliza mdada ni kwa namna gani binti anaweza kumlea mtoto, na binti majibu yake yalikuwa ni kwamba katika vitu ambavyo anavichukia kwenye maisha yake, moja ni kumlea mtoto. Kwa alimwambia Lala, mimi siwezi kumlea mtoto, yani kitu ambacho sikipendi kwenye maisha yangu ni kumlea mtoto. Mimi nawezaje kumlea mtoto? Lakini ukiniambia swala kuosha vyombo, kufanya usafi wa ndani, kudeki na kufanya ndio vitu ambavyo mimi naweza, lakini kumlea mtoto hiyo sio nafasi yangu kabisa. Basi unaambiwa Lala akawa anamuuliza dada wa pili ni kwa namna gani anaweza kumlea mtoto. Huyo ndo alikuwa kichaa sasa. Yani mimi nakwambia, yani moja ya kitu ambacho napenda mimi ni kumlea mtoto. Haswa kwa mfano mimi hii picha unaiona ya binti yako. Yani mimi kama nimefanana naye. Yani unaona mimi, yani kila kitu naweza kufanya. Lala akabaki ameshangaa. Akaona huyu mwanamke sio kuwa naye huyo. Jamani nakwambia, yani kila kitu akiulizwa binti amechangamka huyo kama katiwa pilipili ya ukwaju. Basi Lala bwana, baada ya kuona hajafanyikiwa kwenye interview bwana, akaamua kuchukua simu ile apige. Lakini wakati akiwa anapiga simu ndo akaingia Claire bwana, alikuwa amechelewa interview. Claire akashangaa, akamwambia na wewe naye vipi? Akamwambia madam, samahani nilichelewa interview, lakini naweza nikafanya interview. Sema naomba unifanyie interview. Madam akasema, hivi wewe unajua unachokitaka wewe? Akamwambia madam, kweli madam, mimi naweza. Naomba uniambie interview ilikuwa inahusu nini? Akamwambia mimi swali langu ni moja tu, je, wewe unaweza kumlea mtoto? Akamwambia madam, nisikize nikwambie, moja ya kitu ambacho ninachokipenda kwenye maisha yangu mimi ni kukaa na mtoto, kulea mtoto. Mtoto anahitaji matunzo bora. Mtoto anahitaji kulelewa, kumuhendo. Madam kwa basi, kabla hatujafika mbali, wewe ndio mtu ambaye nilikuwa nakuhitaji. Kuanzia leo wewe ni mfanyakazi wangu. Basi majira jioni, Mr. Michael akiwa amerudi nyumbani. Wakati anafika nyumbani tu akakutana na mdada wa kazi. Wakati yeye ajui kama kuna mfanyakazi tayari mkewe ameshamwajiri bwana. Akamuuliza, wewe ni nani? Kabla hajajibu mkewe akatokea, akamwambia Berry, pole na kazi jamani, naamini utakuwa umechoka Berry. Huyu ni mfanyakazi wetu anaitwa Claire, nilikuwa sijakutambulisha kama nilivyokuambia jana. Mr. Michael akawa amebaki ameshangaa. Akamuuliza, una uhakika kwamba ubinti anaweza kumlea mtoto wetu? Akamwambia bila shaka, wakati nimemfanyia interview majibu alionijibu yalijitosheleza kabisa. Na nikuondoa wasiwasi mume wangu. Mr. Michael hakutaka kupoteza muda, akamwambia Claire, karibu sana, jisikie huru, jisikie uko nyumbani. Claire akamwambia asante bosi. Basi Mr. Michael na mkewe wakaenda kuketi mezani, na lengo la kuketi mezani ilikuwa nini? Ni kwa niaba wapate chakula cha jioni. Na hapa mke wake alionekana akiwa na furaha sana. Alimwambia mumewe, ndio kitu pekee ambacho nilikuwa natamani, niwepate muda wa kuwa na wewe mume wangu. Na mume alimwambia mkewe kwamba ndio kitu pekee ambacho yeye anakipenda. Mke wake alikuwa na furaha, ndio anapenda zaidi. Lakini mke wake alimwambia anaomba leo akae karibu yake ili aweze kumlisha chakula. Na mshikaji pia akamwambia karibu. Mke wake akawa amesogea. Lakini wakati wanaendelea kupata chakula cha jioni, Mr. Michael alimkumbusha mke wake juu la swala yeye kupandishwa cheo. Lakini mke wake alionyesha kwamba sio kitu ambacho anakihitaji sana. Yeye anachokihitaji ni mumewe. Lakini mume wake alikuwa anajaribu kumwambia kwamba anatamani waende somewhere, wakae, waenjoy, ndio kitu pekee ambacho anatamani. Lakini mke wake alimdhihirishia kwamba hata nyumbani pale wanaweza wakaenjoy na maisha mengine yakaendelea. Kesho yake unaambiwa Lala akawa amemletea mume wake zawadi. Wakati akiwa amemletea akamwambia, baby, hii ni moja ya zawadi ambayo nimekuletea. Unaambiwa Mr. Michael akuamini, akawa anamshukuru mke wake na kumpa pongezi, mara wakawa na kisi. Lakini wakati huo Claire alikuwa anaangalia kila kitu. Ni mwanamke kama ambaye aliingiwa na kitu ndani yake, ni kama akupenda kile kitendo na akawa anaonyesha kama kuna kachuki kapo. Mshikaji akawa anaendelea kumwambia mke wake, moja ya kitu ambacho ninachokipenda kutoka kwako ni hichi, unajua nakupenda sana. Wakati wakiwa wanaongea, Michael alimuona Claire ni kama anawaangalia, akamuuliza, na wewe naye vipi? Mbona tuangalie kama hivyo? Basi unaambiwa Claire akaona anangatangata maneno na kisha akaondoka. Siku iliyofuata bana, unaambiwa wakati Michael na mkeo wakiwa wako kazini, Claire akachukua jukumu la kuingia chumbani kwao. Na wakati ameingia chumbani kwao, kitu cha kwanza kabisa alianza kunusa harufu. Wakati ananusa harufu ya kupendeza, unajua harufu ambayo ukivuta unasikia kwamba hichi chumba kinaishi watu wenye pesa zao bwana. Akasogea mpaka kwenye kitanda. Unaambiwa Claire akawa anakishika kitanda taratibu, anakiangalia kitanda, na baada ya kushika kitanda alienda akalala kwenye kitanda. Akawa anachukua mito, ananusa harufu, unaambiwa ananusa ile harufu, anasikia harufu nzuri sana. Ni vitu ambavyo vilikuwa
zikimchanganya unajua. Na baada ya pale akasogea mpaka kushika unajua wanawake wana vitu vingi vizuri, akawa ameshika ile lip shine ya wanawake ambao wanajipaka paka mdomoni, akawa anajipaka pale. Na baada ya yote sasa kuwa amefanya kuchukua perfume, kuanza kujipulizia perfume, kuchukua nguo na kuanza kujipima nguo za watu. Na baada ya pale akachukua kiboksi kile ambacho watu wanawekeaga pete za ndoa, akaondoka nacho. Sasa huyu mwanamke ni mwizi au ni nani? Basi Mr. Michael anaonekana alikuwa akihangaika kutafuta kitu. Wakati huo tunamwona mke wake akiwa amekaa kwenye kitanda bwana na mke wake alimuuliza mume wake kwamba baby, unatafuta nini? Na mume wake alimwambia natafuta kile kiboksi ambacho huwa tunawekea pete. Akamwambia lakini mimi nilikiweka hapo. Akamwambia hapo nimeshaangalia na sijakiona. Akamwambia lakini mbona mimi nilikiweka? Akamwambia ndio maana huwa nakwambia wewe ujali vitu vyangu kabisa, ujali kitu chochote kuhusu mimi. Yani ujali vitu vyangu unapenda kuviweka ovyo ovyo. Akamwambia wewe ujali chochote kuhusu mimi. Basi mke wake akamwambia ongea na mimi kama unaongea na mtu mzima. Usiongee na mimi like kama unaongea na mtoto mdogo bwana. Mimi nimeshakuwa bwana. Usiongee na mimi kama unaongea na mtoto mdogo. Lakini kipindi chote hicho tunamwona mfanyakazi akiwa anasikiliza kila kitu na anaonekana kabisa kwamba akiwa anafurahia kuona hichi kinachotokea ndani. Sasa lengo la mfanyakazi nini? Huenda alikuwa anatamani kuona ugomvi unatokea kati ya Mr. Michael na mkewe. Na Mr. Michael alimwambia mimi ninakaa. Sasa wewe naomba unitafutie hicho kibox na uniletee. Lakini mke wake anaonekana yeye pia alikuwa ameshapata hasira. Akamwambia sawa, lakini hakikisha kuwa unapokuwa unaongea na mimi, jua unaongea na mtu mzima, hauongee na mtoto. Na usipende kuona unanifokea. Yaani kitu kidogo unanifokea, hicho kitu mimi sipendi. Asubuhi wakati Mr. Michael akiwa amemaliza kujiandaa, hapa Mr. Michael alikuwa ameshamaliza kujiandaa kwa niaba ya kwenda kazini. Na mke wake akiwa anajiandaa sasa ili wote waweze kwenda kazini. Mke wake alisogea mpaka alipokuwa amekaa Mr. Michael. Akaenda akamwambia, "Mume wangu, unajua jana sikupenda namna ambavyo ulivyokuwa ukiniongelesha. Yaani uliniongelesha like kwamba mimi si lolote, si chochote. Lakini naomba unisamehe kwa kila kitu." Na Mr. Michael akamwambia, "Baby, naomba unisamehe sana. Unajua wewe mwenyewe unajua kwamba mimi huwa siko hivyo. Na ile jana imetokea tu." Lakini wakati wakiwa naongea, mara tunamwona Claire ameingia ndani chumbani tena bila kupiga hodi. Mr. Michael akamwambia, "Wewe vipi? Mbona umeingia chumbani bila kupiga hodi?" Akamwambia, samani bosi, nilikuwa nataka tu niwaambie kama chai tayari. Mke wake akumpotezea muda unaambiwa. Akamwambia, "Wewe Claire, nisikilize kwa makini. Hichi ni chumba changu, kina sheria na taratibu zake. Wewe unakuwa tu unaweza ukafanya chochote unachojisikia, unaingia bila kugonga hodi. Kwa nini? Kwani unafanya hivi?" Wakati huo mke wake akiwa anaongea, Mr. Michael alimwambia mke wake, tulia kwanza." Wakati wanaendelea kuongea, yule demo akabaki kuwa yuko pale. Mke wake, "Wewe unasubiri nini? Toka, ondoka hapa." Tukamwona mfanyakazi huyo anaondoka. Baada ya kunywa chai Mr. Michael na mkewe, Claire alikuwa jikoni akifanya usafi wa vyombo bwana Lakini mke wake na Mr. Michael akawa ameingia mpaka jikoni. Akawa anamwangalia Claire na akamwambia kwamba, "Unajua Claire, nikwambie kitu kimoja hapa sio klabu, hapa sio studio. Hapa ni sehemu ambapo umekuja kufanya kazi Alafu kitu kingine kaa ukijua tabia yako sasa hivi kama sielewi hivi. Unawezaje kuvaa vinguo vifupi na wakati unajua mundani kuna mwanaume? Ni kitu ambacho sikipendi. Kuanzia leo nataka uwe unavaa uniform. Za kwako ni uniform. Au mambo ya makeup. Hapo kuja kutangaza urembo, au kuja kutangaza uzuri. Kuanzia leo kaa ukijua nikitoka kazini nitakuletea uniform." Basi Lala na Rita wakati wakiwa kazini Rita alikuwa akimwangalia sana Lala na alimuuliza, "Lala, hivi una shida gani? Mbona kipindi ambacho ulikuwa hauna mfanyakazi ulikuwa na mawazo na sasa hivi pia umekuwa na mawazo?" Lala alimjibu akamwambia kwamba, "Unajua yule mfanyakazi ambaye yuko pale nyumbani mimi simuelewi Yaani simuelewi kabisa yani. Kila muda namkuta mara amejipaka wanja, mara amejipaka makeup, mara anavaa nguo zangu na nikimuuliza eti anasema kwamba mimi ni role model wake. Role model wake kwenye vitu vyangu kweli? Mimi kitu sijaipenda." Akamwambia, "Lakini sasa mjaribu kunisikiliza basi." Rita anamwambia Lala kwamba, "Kwani kuna ubaya gani yeye kuwa role model wako? Hii ni bahati ujue." Akamwambia, "Hapana, sio kwa vitu vya nyumbani Alafu hiyo pale akumbuke ni mfanyakazi jamani. Hakuja kutaka kuonyesha fashion, hakuja kutaka kuvaa vinguo vifupi. Pale sio sehemu ya kuonyesha fashion. Angekuwa anataka sehemu ya kufanya kazi ya kuonyesha fashion, angeenda huko. Mimi sipendi hicho kitu." Basi majira ya mchana Mr. Michael na mkeo akiwa umetoka kupata lunch bana. Hapo walikuwa wanapata lunch, wana enjoy wenyewe basi. Mara simu ya Mr. Michael inaita. Alipoangalia akagundua ni Claire anapiga simu bana. Mr. Michael akapokea akamwambia, "Hello." Akasikia sauti inasema, "Samahani, nilikuwa nataka tu nikukumbushe kwamba vitu vya mtoto vimeisha. Kwa kama utakuwa unarudi naomba ubebe uje navyo." Akamwambia, "Okay, sawa, haina shida." Mr. Michael akakata simu. Lakini wakati simu imekata bana, mke wake akamuuliza, "Ni nani ambaye alikuwa amekupigia simu?" Mr. Michael akamjibu akamwambia, "Ni Claire." "Claire?" Unaambiwa mkeo kwanza akaganda, akawa anajiuliza maswali. Why Claire amempigia simu mume wangu? Kwa nini?
na wakati mimi nipo. Ukitaka sasa majibu ya mkewe dhidi ya Claire bwana, usiache kufuatilia episode ya pili bwana. Hapa ndo kuna majibu yote. Lakini nataka nikukumbushe tu, usisahau kusubscribe, kulike, kushare na kubonyeza alama ya kengele ili uwe mtu wa kwanza kabisa kupata update za World Cup zetu bwana.